Movie inaanza ni asubuhi na mapema. Asubuhi na mapema huyu msichana alikuwa anaamka, na wakati anaamka kichwani kwake alikuwa anajiuliza maswali kadhaa. Akawa anajiuliza, hivi dunia huwa inaonekana vipi? Je, ni nzuri kama watu wanavyosema? Je, inavutia kwa maua mazuri? Na je, inapendeza? Na vipi kama watu wake ni wazuri pia? Hayo ni maswali ambayo huyu msichana ambaye ni Tonia alikuwa anajiuliza, na sababu ya kujiuliza hivyo ni kwamba huyu msichana ni kipofu, hana uwezo wa kuona kitu chochote kile. Baada ya kuamka pale, maskini akasimama akanyoosha kitanda chake freshi. Ni kweli ni kipofu ndiyo, lakini sio mvivu kabisa. Pia akaamka kwa ajili ya kwenda kuendeleza shughuli zingine kwenye hii nyumba. Akaingia huyu mama. Baada ya kuingia pale, huyu mama ndo anayeishi na Tonia na ni anti kwa Tonia. Akamuuliza Tonia, kwa hiyo umekuwa mjinga kiasi cha kufanya kazi kwenye jua? Akamwambia anajaribu kufanya usafi. Yule mama akawa anaingia ndani, lakini kabla hajaingia vizuri akamwambia ndani ya dakika chache sana wewe umeshaingia ndani. Kipofu mjinga. Huyu mama ni dhahiri kabisa mpendo huyu msichana na anakaa naye ni ile basi tu. Mida kidogo Tonia alimfuata na akamuuliza, anti, nimekuja kukuomba kitu kimoja. Ni lini utanianzisha shule kama watoto wengine tu? Huyu anti yake akamwambia hakuna kwenda shule. Hairuhusiwi kabisa msichana kama huyu kwenda shule. Akamwambia lakini ana matumizi na ana uwezo wa kwenda kujifunza kitu shuleni. Anti akamwambia ni swala ambalo haliwezekani kabisa. Hawezi kumpeleka shule huko. Akaanza kuongea ujinga kwamba sio anatritiwa vibaya nyumbani hapa. Mwisho akaja kumchukua mbali na yeye. Akaendelea kumwambia kwamba kazi yake itakuwa kuamka, kufanya usafi nyumbani na kurudi ndani kulala. Kila kitu atakuwa anamzingatia, lakini haitakiwi kabisa kuuliza mambo ya shule. Yule msichana akaona freshi, akarudi zake ndani kweli. Lakini baada ya kurudi kule alikuwa anajiuliza maswali mengi kichizi unaambiwa. Akawa anajiuliza kwani ni makosa kuzaliwa kipofu? Kwa nini anateseka kama hivi? Kisa tu upofu wake. Anti yake ampendi, hajui hata wazazi wake, hajui hata jina la baba yake. Tukiacha huyu msichana kipofu anayeteseka kwenye hii nyumba, tunakuja kukutana na hawa wanandoa. Leo walikuja hospitali kufanya vipimo, lakini baada ya vipimo pale daktari akawa anampa majibu yao, na majibu sio mazuri kabisa. Akawa anamwambia mzee kwamba mke wake kuna ugonjwa anaumwa, ugonjwa huo itapelekea kuondolewa kabisa uzazi wake, la sivyo ni kwamba watampoteza kabisa mke wake endapo akimwachia uzazi na akabeba ujauzito. Hawa ni wanandoa wabichi kabisa kwenye ndoa, kiasi kwamba ndio walikuwa hapo kwenye taratibu za mwanzoni kabisa kwa ajili ya kutafuta mtoto. Leo walikuja kufanya vipimo na wanapewa taarifa mbaya kama hizi ya kwamba mke wake anatakiwa kuondolewa uzazi. Hii ina maana baada ya hapo ni kwamba hataweza tena kuja kupata mtoto. Zilikuwa ni habari ngumu sana kwao kuzipokea, lakini iliwabidi kuzipokea. Tena daktari akawaambia kwamba maisha siku zote ni kitu cha thamani sana. Anaweza kang'ang'ania kubeba ujauzito, mwishowe akaja akapoteza mtoto na baadaye akafariki moja kwa moja. Yaani wakaja wakapotea wote wawili. Chansi iliyopo ni kumsaidia yeye sasa hivi kabla mambo mengine hayajaendelea. Hizi habari ziliwavunja sana moyo hawa wanandoa. Sana sana huyu mama alikaa akaanza kulia peke yake na nini, lakini mume wake alianza kumfariji. Na kingine akamwambia wanaweza wakaadapti mtoto, si lazima kang'ang'ania kubeba mtoto wake peke yake. Mwisho akaja akafariki kabisa. Ni bora kusikiliza ushauri wa daktari kwa sasa hivi ili kuokoa maisha yake. Basi hata baada ya kuwa na bembelezo vile, bado alikuwa na machungu mazito sana moyoni mwake. Lakini pia hata huyu mzee alikuwa na machungu kivyake. Mama akawa anakaa akaanza kukumbuka kipindi cha uchumba wao, walivyokuwa wanaidiana, walivyokuwa wanaulizana watakuwa na watoto wangapi. Mzee akawa anasema alikuwa anahitaji kupata watoto 6. Sasa bi mkubwa akiangalia kwa sasa hivi hajampatia hata mtoto mmoja, na kingine ni kwamba hawezi kabisa kumpatia mtoto. Alipokuwa akimuuliza kwa nini anataka watoto wengi kama hivyo, mzee alijibu yeye ndo mtoto wa pekee kwenye familia yao, kwa hiyo anahitaji kuendeleza kizazi chao. Hizi ndo zikawa zinazidi kumuumiza zaidi huyu mama, ya kwamba akashindwa kuendeleza kizazi cha mume wake kwa kushindwa kumpatia mtoto. Si upande wake pekee alikuwa na huzuni, bali pia hata huyu mzee alikuwa na huzuni kishenzi. Yani mzee huyo anaitwa Kayode, yeye pia alikuwa na huzuni kivyake, na uwezi amini hizi habari zilikuwa zinamuumiza sana moyo wake, lakini hana la kufanya kwa sababu anampenda sana mke wake. Kumwacha leo la kesho ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa, ndio maana akaamua kuvumilia, na kingine hajataka kabisa kumwacha mke wake eti kisa tu kashindwa kumpatia mtoto. Huyu mama ilifikia kuna wakati akawa anaendesha gari kwa kasi ili mradi kwenda kujibamiza huko na hatimaye kujiangamiza moja kwa moja, lakini baadaye akakumbuka atakufaje bila ya faida yoyote ile. Ikiwa ameambiwa kijaribu kupata mtoto basi atafariki, ni bora kubali kuishi kwa ajili ya faida ya wale wanaompenda. Ndipo hapo akaamua kusitisha uamuzi wake wa kutaka kujiua. Haya bana, tukija upande pili kwa Tonia huko, leo asubuhi na mapema alikuwa kashaamka na kaingia chumbani kwa anti yake. Kuna jambo alihitaji kuongea naye, lakini anti bado ilikuwa amelala. Akajaribu kumwamsha pale, lakini anti yake hakuamka. Na ni kama alikuwa anawezeka vile. Kuna tatizo ambalo huyu mama nalo wakati amelala mida ya asubuhi waga linamjia, na ni tatizo ambalo amekuwa nalo kwa muda sana. Tonia baada ya kuona anti yake amki akaamua tu kuondoka. Tatizo lake atakuja kumwambia baadaye. Mida kidogo Tonia akiwa anafanya usafi, anti alikuwa anamwangalia tu.
binti kipofu kabisa, na bado anampa mikazi mizito kama hii. Tony akiwa anafanya usafi pale, kwa bahati mbaya akamwaga kinywaji cha anti. Anti alisimama naye akaanza kumbamiza kishenzi, na anampiga kama hivyo, ni kama vile ni mtu anaona kabisa, lakini alianza kumpiga tena akiwa anasema ni mtoto mwenye bahati mbaya na ni mtoto ambaye ni matatizo kila siku. Kwa nini anti alikuwa anamuita Tony kama hivyo, ya kwamba ni mtoto mwenye bahati mbaya? Twende taratibu, tutajua mbele huko. Baada ya kipigo akamfuata jikoni akiwa anafanya usafi pia, na akamwambia leo anatarajia kumpata mgeni wake atakapokuja ahakikishe anajifungia chumbani kwake, asije Kato akabandua mguu wake huko chumbani, ili asije akamharibia mgeni wake kama siku zote inavyokuaga na bahati mbaya. Bado anti mara zote alikuwa anasema Tony ni binti mwenye bahati mbaya. Tony maskini akiwa anapata muda alikuwa anakaa peke yake analia kishenzi, na kingine akawa anajiuliza kwa nini alizaliwa kipofu, na yeye anatamani siku moja kuiona dunia the way inavyopendeza, maua na rangi kama siku zote ambavyo watu waga wanasema dunia inapendeza. Naye pia alitamani walau kushuhudia uzuri wa dunia. Kweli mzee, baada ya muda kidogo anti akampokea mgeni wake, na hawa inaonekana ni wapenzi kabisa. Huyu mchizi anaitwa Jordan. Baada ya kuingia pale, anti akasema anaenda kumwandalia kinywaji. Alivyoondoka tu pale, Tony akawa anazishuka ngazi na akawa anauliza anti, je, upo hapo? Jamaa akamwambia hapana, mimi sio anti yako, ila mimi naitwa Jordan. Akamwambia hey, umefuata nini hapa? Akamwambia yeye ni rafiki wa anti yake. Basi Tony akamsogeza taratibu na akamwambia chukua siti. Kwa muda mchache sana walianza kuongea na pia wakaanza kutambulishana majina yao. Jamaa akajitambulisha jina lake na Tony pia akajitambulisha jina lake, na pale pale akaingia anti mzee akiwa kabeba vinywaji. Cheki anti alivyoogopa baada ya kumkuta Tony hapa. Hatakagi kabisa mtu amkute huyu binti hapa. Baada ya anti kuingia pale akaanza kupotezea mambo na nini. Baada ya hapo akamsogeza Tony. Akawa anamsogeza kama kwa uzuri vile, lakini baada ya kuingia naye kwenye kona huko, akaanza kumnyonga huko akiwa anamuuliza taratibu, nilikwambia usifike huko, kimekuleta nini huko? Maskini Tony akapandishwa ngazi akiwa ananyongwa shingo hivyo hivyo mpaka akaingia chumbani kwake. Mida kidogo akiwa anakula, anti pamoja na mgeni wake Jordan akawa anaulizia kuhusu Tony. Anti akamwambia ni mtoto wa dada yake, kwa hiyo kuna jambo la muhimu sana hapo. Wazazi wake walifariki na baada ya kufariki kwao yeye ndo akachukua uangalifu juu ya huyu mtoto. Baada ya jamaa kumaliza chakula na nini, alikuja mpaka maeneo ya jikoni huko kwa ajili labda ya kutafuta maji. Baada ya kufika jikoni pale akamkuta Tony akiwa anafanya usafi. Kiukweli alimpenda sana Tony, na kingine akamwambia wewe ni mchapakazi sana, naona the way ulivyo unajituma hata baada ya kuwa wewe ni kipofu. Akamwambia naelewa, na pia wewe ni anko mzuri sana. Jamaa akamcheka na akamuuliza umejuaje mimi ni anko mzuri ingali hata hujaniona? Akamwambia siwezi kukuona, lakini ninaona moyo wako ni moyo mzuri, na hii inatosha kuniambia wazi kwamba wewe ni mtu mzuri. Jamaa akamwambia vizuri, kwa sababu kichwa chako kiko vizuri sana kwenye kufikiria. Jordan aliondoka pale na akaingia chumbani kwa anti huko, na kama kawaida mzee hao ni wapenzi, kwa hiyo kikawaka pale. Mida kidogo jamaa alishtuka usingizini na akamkuta anti akiwa anatetemeka kishenzi. Akaanza kujiuliza ni hali gani. Alipojaribu kumwamsha hakuamka kabisa. Alijaribu mara kadhaa mpaka akaingia uoga na akajiuliza je, ndo anafariki au vipi, lakini hakuweza kabisa kuamka. Baada ya muda kidogo akawa ameamka. Asubuhi ilipofika, mchizi akafungasha mabegi yake na akasema anahitaji kuondoka. Anti akajua kabisa huyo akiondoka hatorudi kutokana tu na hali yake. Jamaa akamshika na akamwambia hiyo nyumba yangu, ninaondoka lakini nitarudi nikiwa na suluhisho. Anti akaona haya ndo yale, huyu naye akishaondoka Kato hawezi kurejea. Wakati ile mabishano ndani yanaendelea huko, Tony alikuwa anasikia kila kitu, na huwezi amini mzee, Jordan akawa ameondoka. Tony akaingia mpaka chumbani kwake huko na akawa na huzuni kishenzi. Akawa anasema sije katokea kama ambavyo waga inatokea siku zote, anti kuja kumwangushia hasira zake. Inaonyesha ni mara kadhaa huyu anti akipatwa na machungu au lolote bali kimkera, waga anakuja kumwangushia binti hasira. Ni kweli mzee, anti baada ya kuachwa peke yake pale akaanza kujiuliza ni nani mwingine kama sio huyu binti mwenye bahati mbaya. Binti mwenye bahati mbaya ndo ambaye siku zote huaga ananisababishia mimi bahati mbaya. Mwanaume wa nne sasa anakuja baada ya kumtumia asubuhi, akiamka anaondoka akiwa upesi. Akajisemea ni lazima kadili na huyu msichana, tena akamfundisha kabisa adabu. Sasa sijajua ni adabu gani anakwenda kumfundisha, maana Tony hajui chochote ambacho kinaendelea. Ndio hivyo akipata machungu anaenda kumwangushia sira zake. Wale wanandoa ambao walienda kwa daktari kufanya vipimo, na daktari akamwambia huyu mama ya kwamba hawezi tena kupata mtoto, tayari walisha move on, na uwezi amini siku hizi maisha yao yanaenda mufti kabisa. Wameshakubaliana na matokeo, lolote litakalokuja sawa, lolote ambalo litakuja pia sawa. Mama akaamua kuchagua maisha kuliko kuyaweka maisha yake hatarini. Upande wa pili huko anti katoka chumbani kwake kabeba mkanda, na alipomkuta Tony akaanza kumbamiza kishenzi. Anasema mtoto ni laana kwenye maisha yake, hajawahi kupata furaha tangu alipompata yeye. Akaanza kumpiga na nini tena, akamtimua nje kabisa nyumba yake. Akamwambia ende mbali na asiwahi tena kumwona nyumbani kwake, kwa sababu tangu alipoanza kukaa naye matatizo yalianza kutokea nyumbani kwake. Huwezi amini maskini siku hiyo Tony kweli akaamua kabisa kuondoka pale nyumbani. Anti akabaki analia kishenzi. Tony alikuja akatafuta sehemu ya mbali akakaa peke yake. Yule mama ambaye alienda hospitali na akaambiwa tu tena kupata mtoto, naye alikuwa maeneo haya. Akamsogelea Tony na nini pale kidogo, akaanza kupiga story, na kwenye story zao kidogo
kidogo wakaanza kuelewana pale, ni kama ulianza kuongea lugha moja. Huwezi amini, ilianza kumfariji sana Tonya, na kingine akamuuliza ni ipi story yako? Akaambia story yake sio nzuri kabisa, especially kwa msichana kipofu kama yeye. Story yake ina mengi machungu kuliko mazuri. Basi huyu mama akaanza kumtia moyo na nini pale, akaambia asante sana stranger. Akaambia mimi sio stranger, mimi naitwa Ovo. Unaonekana kuwa na njaa, je, umekula chochote? Tonya akajibu hajala chochote. Anti yake akiwa na hasira siku hiyo haruhusiwi kabisa atakula. Basi huyu Ovo akambeba Tonya kwa ajili ya kuelekea naye nyumbani kwenda kumpa walau chakula. Baada ya hasira kumwisha, anti akaanza kumtafuta tena Tonya. Alimtafuta kila kona, sehemu zote ambazo waga najua Tonya anakuja. Leo alizipita zote, lakini hakufanikiwa kabisa kumwona Tonya. Alizungusha sana gari, akauliza kwa watu, lakini bado hakufanikiwa kabisa kumpata Tonya. Basi Tonya pamoja na Ovo walipata muda wa kukaa wakala kwa pamoja, na waliongea mengi sana kwa pamoja. Ovo akamsimulia stori yake yote nzima mpaka alipoenda hospitali wakaambiwa watu waweze tena kuja kupata mtoto mwingine. Tonya akawa anashangaa na kingine akawa anamuuliza, je, mume wako akakubaliana na hili? Akaambia ndio, yeye ndo wa kwanza kumfariji na yeye ndo sababu mpaka sasa hivi ana furaha. Tonya akamwambia naye bahati sana kuwa na mtu kama huyu. Baada ya muda kidogo akaingia Kayode, mume wa Ovo. Ovo akaenda akampokea mume wake pale. Kayode akauliza wewe ni mgeni gani tulie naye? Akaambia naitwa Tonya, ni binti kipofu. Mzee akafurahi kumwona mgeni nyumbani kwake na pia akamkaribisha sana nyumbani kwake. Baada ya pale yeye akaingia zake mpaka chumbani huko. Tonya kwa siku ile aliamua kulala kabisa hapa nyumbani, hakwenda sehemu yoyote ile wala kutaka kabisa kurudi kwa anti yao. Huyu mama akampa chumba, akampa na kitanda pia kwa ajili ya kujistiri hapo kwa usiku huo. Baada ya kumaliza hivyo, Ovo akarudi kwa mume wake. Wakiwa wamelala usiku, mzee akamuuliza, je, uogopi kukaa na binti ambayo humjui? Akajibu hajui kwa nini aogopi, lakini anahisi nafsi zao ni kama zimeungana vile. Ndio maana akaona muhifadhi tu hapa nyumbani kwake, nafsi yake kumruhusu aende sehemu nyingine yoyote ile. Kayode akamwambia ni sawa, lakini kesho ahakikishe anakwenda kwa huyo anti yake ili akamjue vizuri, baadaye sije akasemekana mtoto kapotea na wao ndo wamemuiba. Tukirudi upande pili kwa anti huku au Eze, kuna kumbukumbu pia akaanza kuzipata, kumbukumbu za miaka ya nyuma kidogo. Anakumbuka alikuwaga na mume na siku hiyo mume wake alikuja nyumbani akiwa na huzuni kishenzi, kwani alipoenda kuomba kazi hakufanikiwa kabisa kuipata kazi hiyo. Ni mara kadhaa ameshaenda kuiomba hiyo kazi, lakini kila akienda kufanya maombi basi wanamkataa. Ndio leo wakati wanaongeongea na nini pale, Eze akaenda bafuni kutapika. Aliporudi mzee akamuuliza tangu lini umeanza kutapika? Naye akamjibu tangu juzi, anahisi anaelekea kuumwa. Mzee akamwambia sio kwamba unaumwa. Akamuuliza nini basi? Akaambia ni kwamba ni mjamzito. Mama akamwambia hapana bana, inabidi wakapime kwa ajili ya kuhakikisha. Mzee akamwambia ndio, lakini yeye kwa 100% ameshajua kwamba yeye ni mjamzito. Kwa hiyo alienda kupima na matokeo yakatoka kwamba yeye ni mjamzito. Miezi michache baadaye akafanikiwa kujifungua binti yake mmoja mrembo hivi. Huwezi amini, kwa muda mfupi sana walikuwa na furaha. Lakini baada ya huyu mtoto kuzaliwa, huyu mama kuna tatizo likaanza kumpata. Tatizo hilo ni kwamba alikuwa muda amelala, kuna muda alikuwa anaweweseka vile. Na siku ile ilipokuwa anaweweseka kama hivi akiwa amelala, binti yake alikuwa analia. Hakuweza kuamka kwa sababu akiwa kwenye hiyo hali hawezi kabisa kuamka. Hata aje mtu kumwamsha hawezi kabisa kuamka. Huwezi amini, siku hiyo binti yake akaamka na akatambaa peke yake mpaka kaanguka. Baadaye mzee akaanza kumlaumu kishenzi na pia wakaanza kujilaumu wao peke yao. Mzee akawa anasema binti yake bado ni mdogo sana ise, hakustahili kabisa kupitia hii hali. Yaani ni kwamba binti yao ilivyoanguka pale alikuwa kipofu moja kwa moja. Sasa hii huenda ikawa inaambatana na story ya Tonya, maana Tonya pia ni kipofu, lakini Tonya huaga anamuita huyu mama anti, huaga muiti mama kabisa. Na kufuatia lile, huyu mzee akaamua kabisa kuiacha ndoa yake. Akamwambia mke wake kuanzia hapo amemaliza, kwa sababu hawezi kukaa na mwanamke asiyejali kabisa kuhusu afya ya mtoto wake. Anaweza vipi kuendeshwa na ugonjwa mpaka binti yake anaanguka kama hivyo, na hatimaye kapoteza kabisa uwezo wake wa kuona. Hizi kumbukumbu zimeanza kumjia anti baada ya Tonya kuondoka nyumbani. Na uwezi amini alikuwa amejilaza hapo analia na nini, ni kama anajutia vile. Long short story ni kwamba Tonya ni binti yake kabisa, so mtoto wa dada yake wala nini, ila hajawahi kabisa kumwambia kutokana na chuki aliyomwekea kutoka kipindi hicho. Tangu mume wake alipomwacha aliona ni kama binti yake kaja na matatizo nyumbani, na ndio maana akamwekea kisasi kutoka kipindi hicho. Kwa upande wa pili huku tunamwona Jordan ni kama kuna kitu anachunguza kwenye simu vile, au ni kama kuna kitu anakisoma pale. Na pia muda huo kwenye gari tunamwona Tonya pamoja na Ovo wakiwa wameongozana kwenye gari. Ovo anampeleka Tonya mpaka nyumbani kwao. Tonya alikuwa anasema hahitaji kabisa kurudi kwa yule anti, angalau kwa mara moja ameushuhudia upendo na kutaka kabisa kuachana na upendo, ndio maana alitamani kuendelea kubaki nao milele. Ovo akawa anamwambia ni kweli hata anatamani kubaki naye milele, lakini anaye ndugu yake, kwa hiyo ni lazima waende kwake kwanza ili baadaye sije akawa anavunja sheria. Dogo akakubali ile shingo upande tu, lakini hakutamani kabisa kurudi kwenye nyumba ya anti yake. Ni kila siku anapigika maskini na mateso mengi sana anayapitia. Okay, baada ya muda kidogo Jordan akawa amefika nyumbani kwa Eze hapa. Unajua Eze kwanza kuamini kumuona Jordan. Baada ya kukaa pale ndo Jordan akaanza kumsimulia kila kitu, na kingine akamwambia ni kwamba ana tatizo la sleep paralysis, yani kupooza kwa usingizi, ambayo inaweza kumtokea ndani ya dakika 2 au dakika 3 asiweze kabisa kujigusa.
au asiweze kabisa kuamka ndani ya hali hiyo. Na habari nzuri ni kwamba huo ugonjwa unatibika. Unajua Eze alibaki asiamini kabisa masikio yake. Jamaa akawa anaendelea kumwambia yeye aliondoka akaenda kufanya uchunguzi, lakini pia mwanzo aliogopa labda Eze ana mambo ya kichawi hivi na hivi, lakini alipoenda kumwelezea daktari wake alimwambia ni jambo la kawaida kabisa ambalo huaga linatokea na linatibika endapo mtu akafuata taratibu zote. Ndio maana leo jamaa akawa amerudi kwa ajili ya kuja kumsaidia Eze. Kiukweli ni kwamba anampenda sana Eze. Eze akawa anasema kwa sababu ya huu ugonjwa binti yake ilikuwa kipofu. Kwa sababu ya huu ugonjwa mume wake pia alimwacha, ndoa yake ilivunjika. Jamaa akawa anashangaa unamaanisha nini kusema binti yako? Na kingine akamuuliza kwa nini unataka kuniambia Tonya ni binti yako? Akajibu ndio, na siku zote amekuwa akimchukia kihisi kwamba binti yake ndo sababu ya matatizo yake yote. Jamaa akawa anamwambia umefanya nini sasa? Yule binti hakuwa na hatia kabisa. Na akamuuliza je, anajua kwamba wewe ni mama yake? Akamwambia ajui, yeye anajua ni aunti yake. Jamaa alikuwa disappointed sana kwa Eze pale. Na kingine akawa anaendelea kumwambia kwamba binti mdogo kama yule hawezi kuwa sababu ya matatizo yake. Siku zote ni mambo ya kiafya tu, au mara nyingine huaga ni mambo ya giza, lakini sio sababu ni binti yake. Akauliza Tonya yuko wapi sasa? Akamwambia alimtimua, alimpiga akiwa na hasira, na kingine akamtimua kabisa nyumbani kwake. Jamaa alimind na nini pale, lakini muda huo huo Tonya akaingia pamoja na Ovo. Jordan akawa anamwambia ni mimi Uncle Jordan, je, unanikumbuka? Tonya anamkumbuka, hawezi kabisa kusahau watu wema ambao wamewahi kutokea kwenye maisha yake. Basi ndo baada ya muda Eze akasimulia kila kitu, na kingine akamwambia Tonya kwamba yeye sio anti yake bali yeye ni mama yake mzazi kabisa. Hizi habari zilikuwa ngumu sana kwa Tonya kuzibeba, akamwomba Ovo amuondoe tu hapa nyumbani, maana akiendelea kubaki anahisi ni kama atafariki. Basi Ovo akamuondoa kwa ajili ya kwenda kujifikiria kwa muda. Baada ya kuondoka pale, Ovo pamoja na Kayode wakambembeleza sana Tonya. Hii ni familia ambayo kakutana nayo jukwaji tu, lakini ndo familia ambayo imemonyesha upendo mkubwa kinoma ise. Kwa hiyo baada ya kubembelezwa kwingi na nini pale, Tonya akakubali kwenda kumsamehe mama yake kabisa. Kwa hiyo siku inayofuatia wakawa wamewasili nyumbani kwa Eze, akiwemo Kayode pamoja na Ovo wakiwa wameongozana pia na Tonya. Bado Eze aliendelea sana kuomba samahani Eze, na Jordan pia akamwambia samahani. Tonya akamwambia mama yake hawezi kukataa ukweli ya kwamba yeye ndo mama yake mzazi, lakini mwanzo aliona ni bora kukaa na hii familia ambayo alikuwa haijui kabisa, lakini ndo familia hiyo hiyo iliyomonyesha upendo, mbali ya yeye mama yake ambaye siku zote alikuwa anajifanya anti kwake ili aweze kumtesa. Lakini akamwambia amemsamehe, na kingine anampenda sana mama yake. Kwa hiyo akasimama wakakumbatiana na nini pale, hatimaye amani ikawa imerejea tena baina yao, na Eze akaacha kumlaumu binti yake kwa makosa ambayo alikuwa hayajui kabisa, makosa ambayo ni afya yake alikuwa anayasukumia kwa binti yake, akihisi labda binti yake ndo sababu ya matatizo yake yote nyumbani kwake. Na hapo ndo nakuwa mwisho hii movie inaitwa Here and Now. Niandikie maoni yako kwenye comment hapo, umeonaje hii movie? Make sure tayari umesubscribe na kugusa alama ya kengele ili muda wote kupata burudani za Mswahili. Hii ni Mswahili TV, kituo chako pendwa cha burudani. Asante kwa wote ambao mlikuwa nami kutoka mwanzo hadi mwisho. Niite Clay Mswahili.